Tunarejea tena kuendelea na habari weekend. Mimi ni Ahimidio Lotu, niko na Susan Mtui ambaye anatutangazia kwa lugha ya alama, na kama taarifa yetu ambayo umetoka kuitazama juu ya wanafunzi au watoto na homework au kazi za masomo za nyumbani, namna ambavyo imekuwa kishirikisha, tutaziangazia kwa kina hapa. Je, kazi za nyumbani kwa watoto yani homework zinachangiaje ukuaji wa taaluma? Pamoja na hilo, tunatazama nafasi ya walimu pamoja na wazazi katika kuhakikisha wanashirikiana katika kumkuza mtoto kitaaluma pamoja pia na kimaadili. Je, homework hizo au kazi hizo za masomo za nyumbani ni daraja la mafanikio au mzigo kwa watoto pamoja na wazazi wao? Tunaungana na Mwalimu John Magoda, yeye anatoka shule ya msingi Kaloleni, na tunaungana naye moja kwa moja akiwa jijini Arusha kupata uzoefu wake pamoja na ujuzi kwa wazazi. Karibu sana Mwalimu John, habari ya Arusha na mambo yanakwendaje? Nashukuru sana, Arusha iko salama sana. Sijajua nyie Dar es Salaam hapo. Tunafurahi sana kuungana nawe moja kwa moja na tuweze kutazama swala hili kwa kina. Hebu tuseme ukweli kidogo. Pengine hizi homework au kazi za masomo za nyumbani zimekuwa kama sasa hivi zinaogopwa na wazazi pamoja na watoto wenyewe wanaziogopa, kama ambavyo tumesikia pia taarifa yetu iliyopita. Ni kweli au nyinyi ndio mnawatishia? Yeah. Ni kweli kwa sasa kumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana baina ya wazazi, walimu na watoto kuhusiana na homework. Kwa sababu walimu wanasema homework inamhusu mwanafunzi na sio mzazi, lakini pia wazazi pale nyumbani wanaona nao wanahusika kwenye kumfanyia mtoto homework. Kwa hiyo kuna huo mvutano. Kwa hiyo ni kwamba nyinyi sasa mmeamua pamoja na kwamba ndio mnawafundisha watoto wapo shuleni, mnawapa kazi mbalimbali ambazo zinawapa nafasi ya kujifunza, lakini pia mnapowapa kazi wazazi wanaamini kwamba ni pengine mmehamishia darasa nyumbani. Ni sahihi? Homework ziko za aina nyingi. Sawa? Kama sema changamoto ambayo inakuja sasa kwenye hili swala la homework, kuna baadhi ya walimu wanakuwa wanaendeleza yale masomo ya darasani yanaendelea zaidi nyumbani. Ndio maana kuna mzazi mmoja hapo alitoa mawazo yake akasema unakuta mtoto ana homework 4, ana homework 5. Kwa hiyo hii inamfanya mtoto anashindwa hata kufuatilia ratiba zake nyingine za nyumbani. Lakini tungekuwa tunaweka homework chache aidha moja ili mtoto aweze kufanya na ratiba zake nyingine nyumbani, kwa sababu shule kuna maisha mengine baada ya shule. Sasa hatuwezi kuruhusu siku nzima ya mtoto ijikite kwenye eneo la academic tu peke yake na tunasahau na maeneo mengine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia ina changamoto. Lazima tuongee ukweli. Kisaikolojia sasa, kama ambavyo umezungumza hapo awali, unaona kuna uwiano sahihi kati ya muda wa mtoto kupumzika anapofika nyumbani na kufanya hizi kazi ambazo mnawapatia kwenda kuzifanya nyumbani? Mnaona kuna uwiano mzuri kati ya hizo? Kwa sasa tuseme ukweli, kwa sasa hii changamoto imekuwa ni changamoto ya kidunia, kwa sababu shule zetu nyingi sasa hivi zimeingia kwenye mashindano, tunasema zimeingia kwenye competition kuliko collaboration. Kwa hiyo nyumbani kumekuwa na pressure kubwa sana. Ndio maana juzi tu hapa China wamekuja na policy inaitwa double reduction policy. Lengo la double reduction policy ni kupunguza pressure kwa watoto na kwa wazazi kwenye haya masuala ya homework na kujisomea baada ya kurudi nyumbani, kwa sababu wameona familia zimekuwa zikipata pressure, lakini pia watoto nao wamekuwa wamepata pressure. Kwa hiyo wamekuja na hii sera, lengo ni kupunguza. Ndio maana ukiangalia sasa hivi katika shule, katika familia zetu, mtoto akirudi nyumbani anakosa hata muda wa kufanya vitu vingine, anakuwa busy na homework. Lakini tukumbuke mtoto huyu sasa hivi ametoka nyumbani saa 11. Anakaa shule kuanzia hiyo saa 11 mpaka saa 12. Saa 12 anarudi nyumbani, anakula. Akishakula ana mzigo wa homework 4 au homework 5 anazifanya, anaenda kulala. Kwa hiyo unakuta huyu mtoto anakosa muda wa kucheza, anakosa muda wa kuchangamana na familia yake. Kwa hiyo tunajikuta tumemweka kwenye eneo moja tu la academic. Kwa hiyo unakuta kabisa hii hali inaleta changamoto kwa watoto. Mtoto anashindwa kushiriki kwenye maeneo mengine ya kijamii na anajikuta amejikita tu kwenye eneo la academic.
Sasa kwa mustakabali huo ni yamkini baadhi ya walimu au wanafunzi, kuna namna uendeshaji au upatikanaji huu wa hizi kazi za nyumbani, kuna namna pengine hazitolewi vile ambavyo inatakiwa. Ni vitu gani ambavyo unavishauri ili kuweza kuwa sasa na hizi kazi zinafika, hususan mtoto anapopewa, zinakuwa na tija kwake kitaaluma, lakini pia haziwi kama kero, hususan pia kwa wazazi ambao wengine wanalipa ada wakiamini kwamba walimu ndio watakao kuwa na kazi kubwa ya kufanya, kuwafundisha na kuongezea ujuzi wale watoto? Asante kwa swali zuri. Kamishna wa elimu nchini Dr. Mutaabu alishawahi kusema sasa hivi tumekumbwa na tamaa ya ufaulu. Yaani ndani ya familia zetu tumekumbwa na tamaa za kufaulu. Kwa hiyo unakuta hata watoto ambao wako shule za msingi tunakuwa tunakimbizana nao kiakademiki. Njia ambayo italeta tija, tunapaswa tuwe na homework chache, lakini ziwe homework ambazo zinagusa maeneo mbalimbali. Nitakupa mfano. Kuna baadhi ya shule unakuta mtoto anapewa, ukirudi nyumbani kasome kitabu fulani, sura namba 1, sura namba 2. Au ukirudi nyumbani kamsaidie mzazi kwenye eneo hili, labda simama mbele ya familia waelezee. Ukirudi nyumbani kaandike insha kwenye jambo fulani. Kwa hiyo vile vyote vinakuwa vinaleta tija. Kwa hiyo sisi walimu na wazazi tusilete presha kubwa kwa watoto tukajikita ni homework za kiakademiki tu, na hii inatokana na tamaa ya ufaulu, kitu ambacho mimi binafsi huwa niko wazi kabisa, huwa nakipinga. Hatupaswi kuwapa pressure watoto wetu wa shule ya msingi, kwa sababu shule ya msingi mtoto anapaswa kujifunza vitu vingi mbali tu na masuala ya akademiki. Ni sehemu ya kukuza maadili, ni sehemu ya kukuza uzalendo, ni sehemu ya kukuza uwajibikaji. Hivi vyote haviwezi kupimwa kwa homework za andika tu. Lazima zipimwe na maeneo mengine ya kiutendaji. Sasa tujiulize, je, homework zetu tunazowapa, kazi zetu za nyumbani tunazowapa zinagusa maeneo hayo mengine au zimejikuta tu kwenye eneo moja la akademiki peke yake? Hapo sasa ndipo ambapo inakuja nafasi, kwa sababu ni swala la pande tatu. Ni swala la mwalimu ambaye anatoa kazi, ni swala la mwanafunzi mwenyewe ambaye ni mtoto, lakini pia kuna swala la mzazi. Nafasi za watu hao watatu, mzazi ana nafasi gani katika muktadha huo ili kuondoa huu mnyororo ambao umejichora hapa, huu ukuta ambao umejengwa hapa katikati? Asante, naomba nigusie kwanza kwenye eneo la wazazi. Wazazi wengi wanashindwa kuelewa. Mzazi ni sehemu ya shule. Tunasema shule ni mfumo. Kuna mfumo wa ndani na mfumo wa nje. Mfumo wa ndani unatuhusisha sisi walimu na watumishi tuliopo ndani, na mfumo wa nje unahusisha wazazi. Kwa hiyo mzazi yeye ni sehemu ya ujifunzaji wa mtoto wake. Kwa hiyo anapaswa kuhusika kwenye mchakato. Sasa changamoto inayokuja, wazazi wengi kutokana na hiyo pressure wanajikuta sasa badala ya kusimamia homework ya mtoto wanashiriki kumjazia hadi majibu. Ndio maana unakuta wazazi wengi wanalalamika homework ngumu. Sasa unajiuliza, unasema homework ngumu, hii homework ni yako au ni ya mtoto? Kwa hiyo mzazi anapaswa kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujifunzaji, na ndio maana hata kero ambazo zinahusiana na masuala ya kielimu wazazi wanapaswa pia kuziibua. Kwa mfano, wameona swala la homework linawakosesha watoto kushiriki kwenye mambo mengine. Hizo ndo hoja ambazo wanapaswa waziibue, lakini pia wakienda kwenye vikao vya shule na walimu waseme, ili walimu, serikali na wazazi tukae chini kwa pamoja tuweke kitu ambacho kitaweza kuwasaidia watoto, kwa sababu lengo la elimu linamlenga moja kwa moja mtoto. Sasa sisi tunachofanya kwenye lengo la elimu tunajiangalia sisi, tunasahau kumwangalia nani? Mtoto. Mwisho wa siku tunamwekea mtoto mzigo mkubwa ambao yeye umemzidi, na tunasahau huyu mtoto kaanza kusoma saa 12 mpaka saa 12 jioni anasoma, anarudi nyumbani tena anasoma. Na huyu pia ni mtoto. Mbaya zaidi ni watoto ambao wako shule ya msingi. Kwa hiyo walimu, wazazi na serikali ni lazima tuanze kufikiria namna ya kuwapunguzia mzigo hawa watoto na tuwape nafasi ya kushiriki katika maeneo mengine ya kila siku. Mwalimu Magoda, unazungumza hivyo wakati pengine kuna wazazi ambao wanapenda kuona watoto wao wako makini au wako bize na kazi hizi za nyumbani, hataki kumwona amekaa anacheza, wanafanya vitu vingine. Lakini sasa tunapima vipi kwamba kazi hii nikimpa mtoto ndio ambayo itamtosha ili aweze kupata muda pengine wa kucheza au kufanya vitu vingine ambavyo vitamjenga kiakili na kisaikolojia katika umri wake mdogo?
Asante Bwana Imidiwe kwa swali zuri ambalo umeuliza. Hosea 4:6 inasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi tuna changamoto ya maarifa na taarifa kwa wazazi, na pia kinachotokea kwenye kuelimisha masuala ya kielimu tuliwasahau wazazi. Ndio maana mzazi yeye anaamini ili mtoto wake aonekane anajifunza, ili mtoto wake aonekane anasoma, ni lazima awe anafanya kazi za shule tu, wakati kwenye ujifunzaji wa mtoto tunagusa maeneo matatu. Tunakuta cognitive kichwani, affective moyoni, psychomotor mwilini. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo kitaalamu yanapaswa yaguswe kote. Nitakupa mfano. Kuna mzazi anaweza akaona mwanaye akikaa anacheza nyumbani hajifunzi, lakini kumbe kitaalamu mtoto akiwa anacheza na mwenzake anaimarisha socialization yake, anaimarisha teamwork yake, lakini anaimarisha viungo vyake vya nini, vya mwili, lakini pia ubongo. Ile ni sehemu ambayo mtoto anafikiria ipasavyo, kwa sababu sasa wazazi wamekosa hayo maarifa na hizo taarifa. Yeye anaamini mtoto anapaswa kukaa chini muda wote, awe anaandika au anasoma mambo ya shule tu, na akifanya mambo nje ya shule basi mtoto anapoteza muda, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo sisi kama wanataaluma, sisi kama watu ambao tuko kwenye huu mfumo wa ndani, tuna wajibu wa kuwaelimisha wazazi, ili wazazi wajue kwamba huyu mtoto anaposhiriki kwenye maeneo mengine ni sehemu pia ya ujifunzaji wake, kwa sababu mtoto anachojifunza shule sio tu kwa ajili ya kujibia mitihani. Wazazi wengi wanaamini mtoto anachojifunza shule ni kwa ajili ya kujibia tu mitihani, lakini wakumbuke mitihani inaishia shuleni. Kuna maisha nje ya mitihani ambayo mtoto anapaswa kutumia maarifa na taarifa ambazo amezipata shuleni katika maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kubadilisha huo mtazamo na wajue kabisa kwamba kujifunza sio tu yale mambo ya darasani. Sawa Mwalimu Magoda, kwa kumalizia kwa ufupi, labda utueleze ni ushirikishwaji wa pande zote hizi ambazo zinashiriki katika kumjenga mtoto, ni yapi muhimu ya kuzingatia kwa ufupi sana wakati tunapokamilisha mjadala wetu? Neno langu mimi kwa ufupi ambalo huwa naliomba sana, tunapaswa kuhakikisha tunapeleka elimu ndani ya familia. Natamani Wizara ya Afya wana kitengo cha elimu ya umma kuhusiana na masuala ya afya. Natamani na sisi Wizara ya Elimu au na masuala ambayo yanahusika na elimu tuwe na kitengo cha kuelimisha umma kuhusiana na masuala ya kielimu, kwa sababu hivi vyote vinavyotokea vinatokea kwa sababu wazazi hawana taarifa na maarifa ya masuala ya kielimu. Kwa hiyo hawa tukiwaelimisha, basi kuna mambo mengi yatalainika. Kwa hiyo mimi neno langu ni kwamba tupeleke elimu kwa wazazi, kwa sababu mtoto anatokea nyumbani kwenda shuleni, atokea polini. Kwa hiyo tukianzia nyumbani, haya masuala mengi ya kielimu yatakaa katika mstari ambao unafanya nini, unaeleweka. Tutapunguza stress nyumbani, tutapunguza vurugu, na watoto wetu watajifunza katika namna ambayo italeta tija kwao na kwa taifa kwa ujumla. Ninakushukuru sana. Ni Mwalimu John Magoda wa shule ya msingi Kaloleni ya jijini Arusha ambaye tumeshiriki naye. Shukrani sana kwa kuungana nasi mwalimu, na tukutakie majukumu mema pia. Asante sana kwa kushiriki nasi. Asante sana. Naam, tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na namna ambavyo kazi za nyumbani za watoto au homework zilivyo na nafasi ya kumkuza mtoto kitaaluma, ushiriki wa walimu pamoja na wazazi katika kuchangia nafasi hiyo, na amezungumza kwa kirefu kuhusiana na swala hilo, namna ambavyo tunaweza tukajenga katika muktadha huo, na hivi sasa tunaendelea na taarifa nyingine. Tuko pamoja.